Assalamu alaikum. Naam, leo tupo somo la 14, Ad-Darsu Rabia Ashara, somo la 14. Somo letu hili mada yake au maudhui yake inasema alitijahu. Alitijahu maana yake mwelekeo au pande za dunia. Leo tunajifunza kwamba kusini kwa lugha ya Kiarabu inaitwaje, kaskazini kwa lugha ya Kiarabu inaitwaje, sijui mashariki au kaskazini mashariki, sijui kaskazini magharibi, sijui nini. Pande zote za dunia ndio tunajifunza leo kwenye somo letu hili. Kwa hiyo tupo somo la 14, lakini masomo ya nyuma tayari nimesha rekodi, yapo YouTube. Unaweza ukaenda YouTube ukaanza kufuatilia kuanzia somo la kwanza kama yamekupita masomo ya nyuma. Hata TikTok pia yapo, lakini ukitaka uzuri zaidi unaweza ukaenda YouTube, lakini hata TikTok yapo, unaweza ukafuatilia masomo ya nyuma na ukajifunza vitu mbalimbali. Naam, kabla ya kuanza somo letu naendelea kuwakumbusha nina magrupu nafundisha Telegram, nafundisha Kiarabu, lakini magrupu ya Telegram ni ya kulipia. Kama unahitaji kujifunza Kiarabu, kuna grupu la Kiarabu nafundisha, kitabu kinaitwa Durusu Lughatil Arabia. Na kama unahitaji kusoma nahau, nafundisha nahau, kitabu kinaitwa An-Nahul Wadhihu. Na baadaye biidhnillah tutakuja kusoma na masomo mengine ya Kiarabu kama vile sarfu na hata balagha. Lakini haya masomo huwezi ukafundisha yote kwa pamoja, lazima uanze hatua kwa hatua. Ukifika hatua hii mwalimu anaona sasa hivi tuongeze somo fulani. Kwa hiyo sarfu, balagha yote tutakuja kusoma kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Kama wewe unaanza kujifunza mwanzo Kiarabu, soma kwanza Kiarabu, baadaye utasoma na nahau na masomo mengine. Lakini kama Kiarabu umesoma kidogo, unaweza ukaanza nahau, au Kiarabu unasoma na huku nahau unasoma. Kwa hiyo magrupu yote yapo Telegram, kuna malipo kidogo nalipia. Ukihitaji basi wewe nitumie message DM kwamba unahitaji, au comment chini. Mimi nitakutumia namba yangu ya WhatsApp, utanitafuta WhatsApp, nitakupa utaratibu wote wa namna ya kujiunga kwenye hayo magrupu. Utaratibu wote nitakupa, uwe Tanzania, uwe nje ya Tanzania, Kenya, Uganda, Mozambiki, si wapi, nje ya Afrika, popote. Naam, kwa hiyo kitabu hiki nakifundisha bure. Hiki ninachofundisha hiki naweka kwenye mitandao ya kijamii, TikTok, YouTube naweka, lakini kule Telegram kitabu ninachofundisha cha lugha ya Kiarabu ambacho ni Durusu Lughatil Arabia, kile ni kwa malipo, ambacho kitabu kile masomo yake siyaweki kwenye mitandao ya kijamii. Siweki YouTube wala siweki TikTok wala kwenye mitandao mingine. Kwa hiyo ukihitaji kuongeza ujuzi wako kujifunza lugha ya Kiarabu, ni vizuri ukajiunga na mimi kwenye grupu la Telegram. Sawa, kwa hiyo unaweza ukacomment chini hapo kwamba unahitaji, nakupa namba yangu ya WhatsApp, unanitafuta WhatsApp, nakupa utaratibu. Yote iwe nahau, iwe Kiarabu, nitakupa utaratibu, wala hakuna tatizo, uwepo popote pale. Kwa hiyo tunaendelea na somo letu. Tunaanza hapa, kuna mazungumzo kati ya Ibrahim na nani? Na mudhifu. Mudhifu manake mwenyeji. Sawa? Mudhifun manake mwenyeji. Dhaifun manake mgeni. Sawa? Usije ukachanganya. Dhaifun mgeni, mudhifun mwenyeji. Sasa hapa kuna mazungumzo, kuna alhiwar. Alhiwar manake mazungumzo kati ya Ibrahim na mudhifun. Tunaanza hapo juu. Ibrahim anasema, lau samahta ya sayyidu. Samahani ewe Mr. Sayyidu kama vile bwana au Mr. kwa Kiingereza, Mr. bwana. Sawa? Lau samahta, samahani, ya sayyidu, ewe bwana, au tafadhali ewe bwana, please. Sawa? Aina tijahul qibla, uko wapi mwelekeo wa qibla? Aina tijahul qibla, uko wapi mwelekeo wa qibla? Huyu Ibrahimu anauliza, anaonekana Ibrahimu ni mgeni, anamuuliza ule mwenyeji wake. Anasema lau samahta ya sayyidu, samahani ewe bwana. Aina tijahul qibla, aina tijahul qibla, uko wapi mwelekeo wa qibla? Mudhifun mwenyeji anajibu, undhur ila sakfi, angalia juu kwenye sakafu. Sakafu ujue ni juu, ile juu. Kwa mfano kama kule kwenye gypsum, kule ndio sakafu. Kuna baadhi ya watu wanadhani sakafu ni chini, hii floor. Floor hii sio sakafu. Unaona, floor sio sakafu. Hata kama Waswahili wametohoa hili neno
kwenye Kiarabu, alafu ilo sakafu, neno sakafu wanatumia kwamba ni chini, floor, wamekosea. Jinsi walivyolitohoa wamekosea ilo neno Waswahili. Lakini sakafu ni juu, ndo maana ya sakafu. Sakfu kwa Kiarabu ni sakfu. Kwa anamwambia huyu mwenyeji, anasema undhur ila sakfi, angalia juu, angalia kwenye sakafu. Fi hujuratika, kwenye chumba chako. Fi hujuratika, kwenye chumba chako. Undhur ila sakfi, angalia kwenye sakafu. Fi hujuratika, kwenye chumba chako, yani angalie juu kwenye sakafu, kwenye chumba chake. Hunaka, huko, isharatun, kuna ishara au kuna alama, ila tijahil qibla, kuna alama ya mwelekeo wa kibla, au kuna alama ya upande wa kibla. Sawa, Ibrahim ameuliza nataka kujua upande wa kibla au mwelekeo wa kibla. Mwenyeji ndo akamjibu hapa, undhuru ila sakfi, angalia kwenye sakafu. Fi hujuratika, kwenye chumba chako, angalia juu kwenye sakafu. Hunaka, huko, isharatun, kuna alama au kuna ishara, ila tijahil qibla, kuna ishara ya uelekeo wa kibla. Ibrahimu anauliza tena, kaifa aswilu, nitafikaje? Kaifa aswilu, nitafikaje au nitafika vipi? Ila almasjidin nabawi, kwenye msikiti wa Mtume. Kaifa aswilu, nitafikaje? Ila almasjidin nabawi, kwenye msikiti wa Mtume. Sawa, unataka kumuuliza mtu nitafikaje msikitini, unataka kufahamu akuelekeze namna ya kufika msikitini, unamuuliza tu kaifa aswilu ila almasjidi, nitafikaje msikitini, unamuuliza hivyo. Mudhifun, mwenyeji anajibu, imshi ila al-amami, tembea mbele, ongoza mbele. Imshi ila al-amami, tembea mbele. Sawa wa fil muthallathi, na ukifika kwenye pembe tatu. Muthallathi ni triangle, yani pembe tatu. Kana kuna sehemu kuna kama pembe tatu hivi, njia labda iko kama pembe tatu hivi. Sawa kama vile labda roundabout, lakini roundabout yake imekaa kama pembe tatu hivi. Ndio anamwambia imshi ila al-amami, nenda mbele au tembea mbele. Wa fil muthallathi, na kwenye pembe tatu. Wa fil muthallathi, na kwenye pembe tatu. Khudhil yamin, chukua upande wa kulia, yani kata upande wa kulia. Wa fil muthallathi, na kwenye pembe tatu. Ukifika kwenye pembe tatu, khudhil yamin, chukua upande wa kulia, yani kata upande wa kulia. Hatta taral mathafa, mpaka utakapoona jumba la makumbusho. Mathaf ni nyumba ya makumbusho, nyumba ambayo ndani kuna vitu ambavyo vya kumbukumbu, nyumba ya makumbusho. Hapa imeandikwa muthaf. Sijajua kama inakubalika, inajuzu kusema muthaf. Inawezekana inajuzu au inawezekana chapa imekosewa, lakini mimi nafahamu ni mathaf, hiyo mim ina fatha. Kwa hiyo anamwambia, narudia hapo, khudhil yamin, chukua upande wa kulia, yani kata kulia. Hatta tara al-mathafa, mpaka utakapoliona jumba la makumbusho. Al-mathaf, jumba la makumbusho au nyumba ya makumbusho. Wal masjidu, na msikiti, yaqau shimalahu, upo kaskazini mwa hiyo nyumba ya makumbusho. Wal masjidu, na msikiti, yaqau shimalahu, upo kaskazini mwa nyumba ya makumbusho. Sawa Wal masjidu yaqau shimalahu, na msikiti upo kaskazini mwa nyumba ya makumbusho. Ibrahimu anauliza tena, Ibrahimu, wa kaifa asilu ila al-mat'ami, na nitafikaje kwenye mgahawa? Wa kaifa asilu, na nitafikaje ila al-mat'ami, kwenye mgahawa? Mudhifu, mwenyeji anajibu, hunaka, huko, matwa'imu kathira, kuna migahawa mingi. Mat'ami, mgahawa mmoja. Matwa'imu, migahawa mingi, sehemu ambayo unaenda unapata chakula, unanunua chakula, unakula, unashiba vizuri. Kwa hiyo Ibrahimu ameuliza nitafikaje kwenye mgahawa, anahitaji kwenda kwenye mgahawa. Wa kaifa aswilu ila al-mat'ami, na nitafikaje? Wa kaifa, na nitafikaje ila al-mat'ami, kwenye mgahawa? Mwenyeji anajibu, hunaka matwa'imu kathira,
huko kuna migahawa mingi. Januba almasjidi, kusini mwa msikiti. Kusini mwa msikiti, wa msikiti An-Nabawi, msikiti wa Mtume. Hunaka matwaimu kathira, huko kuna migahawa mingi. Huko kuna migahawa mingi. Januba almasjidi, kusini mwa msikiti. Sawa, kwa hiyo kashamuelekeza kusini mwa msikiti kuna migahawa mingi. Ibrahimu anaendelea kuuliza, wa aina ajidu jihaza swarfil aliyi, wa aina ajidu, na nitapataje, na nitapata wapi, jihaza swarfil aliyi, ATM. Sawa, ATM. Ile ATM machine ndio inaitwa jihaza swarfil aliyi, sehemu kwa ajili mashine kutolea pesa. Wa aina ajidu, na nitapata wapi, na nitapata wapi, jihaza swarfil aliyi, jihaza swarfil aliyi, ATM machine. Na nitapata wapi ATM machine? Kwa tunajifunza kumbe ATM machine inaitwa jihazu swarfil aliyi, jihazu swarfil aliyi. Kwa hiyo wa aina ajidu, na nitapata wapi, jihaza swarfil aliyi, ATM machine. Mudhifun, mwenyeji anajibu, satajiduhu, utaipata hiyo ATM machine. Satajiduhu, utaipata hiyo ATM machine. Sharqal masjidi, mashariki mwa msikiti. Sharqal masjidi, mashariki mwa msikiti. Wa gharbahu, na magharibi kwake. Wa shamalahu, na kaskazini kwake. Wa janubahu, na kusini kwake. ATM machine imejaa hapo. Yaani kwenye msikiti hapo kila upande kwenye huo msikiti kuna ATM machine. Sawa, kila upande. Ndio mwenyeji amejibu hapo. Satajiduhu, utaipata ATM machine. Sharqal masjidi, mashariki mwa msikiti. Wa gharbahu, na magharibi kwake. Wa shamalahu, na kaskazini kwake. Wa janubahu, na kusini kwake. Ibrahimu ametosheka sasa na maswali yake. Ibrahimu anasema jazakallahu khaira, Mwenyezi Mungu akulipe khairi. Tayari ameshatosheka. Mwenyeji anajibu wajazakallahu khaira, na wewe pia Mwenyezi Mungu akulipe khairi. Wajazakallahu khaira, na wewe pia Mwenyezi Mungu akulipe khairi. Naam, hapa sasa tunajifunza zile pande za dunia, sijui mashariki, kusini, kaskazini. Tunajifunza hapa. Tunaanza hapo juu. Ashamal, kaskazini. Ashamal, kaskazini. Tunakuja chini hapo. Aljanub, kusini. Aljanub, kusini. Ndio maana Afrika Kusini tunaita Janubu Ifriqiya. Janubu Ifriqiya, yani Afrika Kusini, kwa sababu janub au aljanub maana yake kusini. Aljanub, kusini. Tunakuja asharqu, mashariki. Asharqu, mashariki. Algharbu, magharibi. Algharbu, magharibi. Sasa tunakuja tena hapo upande wetu wa kulia. Shamalu sharqi. Shamalu sharqi, maana yake kaskazini mashariki. Kaskazini mashariki. Shamalu sharqi, kaskazini mashariki. Janubu sharqi. Janubu sharqi, kusini mashariki. Janubu sharqi, kusini mashariki. Shamalul gharbi. Shamalul gharbi, kaskazini magharibi. Shamalul gharbi, kaskazini magharibi. Janubul gharbi. Janubul gharbi, kusini magharibi. Janubul gharbi, kusini magharibi. Kwa hiyo hizi ndio pande za dunia. Alitijahu, mwelekeo au pande za dunia ndio hizi. Kwa hiyo ni muhimu kuzijua. Ujue kusini kwa Kiarabu ni nini, kaskazini mashariki au kaskazini mashariki. Kusini magharibi unahitaji kwa Kiarabu. Kusini magharibi ni kusini ni janubu na magharibi ni al-gharbi. Kwa nasema janubul gharbi ndio kusini magharibi.
vitu kama hivyo. Kwa hiyo hivi ni vitu muhimu kuweza kuvikariri na kuvihifadhi kichwani. Somo letu la 14 limeishia hapa. Tukutane siku nyingine, Mwenyezi Mungu akitujalia, tutaendelea somo la 15.